Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala alayhi anasema, ya ibn Adam innama anta ayyam idha dhahabat yawman dhahaba anka. Ewe mwanadamu, tambua innama anta ayyam, kwamba wewe ni masiku, wewe hivyo ulivyo ndio masiku yenyewe. Fa idha dhahaba anka yawman, itakapoondoka kwako wewe siku moja, dhahaba ba'duka, basi imeondoka sehemu katika mwili wako. Siku ambazo tunazoziishi na kuendesha mambo yetu, itakapoondoka siku moja kwako wewe, leo imepita, maana yake ni kwamba imeondoka sehemu katika mwili wako, kwa sababu wewe ndio siku yenyewe. Kwa hivyo basi, ndugu zangu katika imani, kipindi hiki kama tutakitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakitumia kipindi hiki kukaa chini na kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutakuwa tumefaulu. Lakini kama tutatumia kipindi hiki kukaa majumbani na kushindwa kuta nzima kuangalia TV na kwenda katika maeneo ya haramu, kwa kuwa mko huru, hakuna ambacho kinachowashughulisha, basi mtakuwa mmepata hasara, na mfahamu kabisa mtakwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mmetumia wakati wenu katika mambo ambayo yasiyokuwa na faida. Ndugu zangu katika imani, ni muda ambao inabidi wazazi wachunge watoto wao, wachunge kunako kuyafanya yale ambayo yatawaharibia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, fastabiqul khairat, kimbizaneni kunako kuyafanya mambo ya kheri. Maana yake ni kwamba kimbizaneni katika kuyafanya mambo ya kheri wakati ambao mnapata faida ya ule muda ambao mliokuwa nao. Wakati uko hai inabidi ukimbizane kuyafanya mambo ambayo yatakayokusaidia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi utakapokenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kulipwa kwa yale matendo yako uliyoyafanya. Sasa matendo mema hauwezi ukayafanya kama utatumia wakati wako katika mambo ambayo yasiyompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo, wale ambao watakaopata hasara, wale ambao watakaoharibu matendo yao mema kwa kufanya mambo maovu na wakaacha matendo mema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hali yao katika Qur'ani akisema, waqalu, na watasema watu hao, rabbirji'uni, ewe Allah nirudishe mimi, la'alli a'malu salihan, ili mradi nikaende nikatendo matendo mema, fima taraktu, katika yale ambayo niliyoyaacha. Al-Imam Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala alayhi anasema, kwa maana malalamiko na majuto ya watu hawa ya kwamba watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe katika dunia wakatende matendo mema katika yale walioyaacha, kwa maana wanaomba wakati hawataomba kitu kingine chochote zaidi ya kuomba muda wa kwenda kufanya matendo mema. Ayuha almuslimuna ibadallah, kumbukeni aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vitakavyotokea siku ya kiyama, kwamba wale watu wema ambao waliokadiriwa kuingia peponi watalalamika na watajilaumu, na wale ambao watakaoingia motoni wal iyad billah watalalamika na kulaumu. Kulalamika kwa wale ambao watakaoingia peponi, watalalamika laiti kwamba wangekithirisha matendo mema zaidi katika muda ambao waliouishi, na wale ambao watakaokadiriwa kuingia motoni wal iyad billah watalalamika kwa kupoteza wakati wao kuyaendea mambo ambayo yaliyowasababisha wao kuingia katika moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, kwa hivyo basi hiki kipindi ni kipindi ambacho inabidi tutambue kwanza ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, neema ya muda, na tutakapoitumia katika maasi, tutakapoitumia katika njia ambazo za kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, tukayaacha yale ambayo ya wajibu kwetu sisi, tujue kabisa tutakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.